Mwancho murigereria Obosongo Vibes Network chinga kichingia naende tuomeranira sembeo no turi binyoro ime gotema gokoretera aria agenderete ayanda maruru ayande amaya lakini amange na aramabe ekiagera gusi yeito naba yachorire koba igo igoti mo baisa korosa priority yaite ntang'ani buna Bosongo Vibes no gotema gukotebia aria agenderete chinse ino especially bari more isiko ya gusii timanyeti ninki kiaba ekiagera omugusii na omonto osigete obogima omugusii na omonto obwate amasikani tinkomanya ng'a na ebinto twachakire gokobia korwa ase chinse chinde especially buna bono chisimi chiaichoire amo na echitibi nyomba na echinternet rero chikare kwamba koba kerase gose na ebinto abanto bagokobia korwa social media na korwa ande buna bono omogano nora iga omosacha aitete mokaye pi akamoita agakwa yani akamokenya in short familia yiga emenyete isiko ya gusii menyete ari molo omosacha okoboka buya pi gwakenya omwana obande okomokenya pi na omoro kwamoita bakokwa timanyeti ng'aki tororokeranie buna egesagu kia omogusii ng'a ense eye besete iyo eraisane ogore obogima notwara chibillion egange enene egerete torase ense eye nokoeyana embe eye nkoeyana iga assignment enene oberete ense eye nokoeyana bakamenya goteba ng'a ebi ense eye birobi bia amaboko nabo okorigia obinyore baito komoetania na omonto mogotigana iga kera omonto agende chinsobo komwabachanire na omonto chinkwana nyomba mogwakera na okwaeri iga kera omonto agende rika mogokenya okwimoka tu gwakenya omwana bwa omonto gwakenya pi anyway tiga ngo torategerera omogano oraiga. Jumamosi jioni tukiwa kama tunatulia kama familia kwa matanga ya ndugu yetu, tulisikia nduru, tukashindwa ni nini tena imetendeka. Tukaenda kuinquire ni nini imekuwa, tukaambiwa ni dada yetu ambaye anaishi Ukomoro ndio ameuawa, na mwenye alimuua alikuwa ni bwana yake. Bwana yake tukauliza hasa ni nini kilifanya yeye kuuawa kwake. Wakasema ilikuwa na msoso tangu mwanzo, imechukua muda, hata watu wa serikali wasaingilia katikati, lakini wakakuja wakafikia jawabu ya kuwatenganisha, kila mtu akae kwa nyumba yake. Sasa hatujui ili kuliendaje mpaka huyu dada yetu akakuja kupatikana kwa ile nyumba ya huyu bwana yake ameuawa pale. Lakini ilikuwa siku hiyo kitamba kuja kujulikana, dada yetu huyu mwingine waliagana wakuje masisi nyumbani. Sasa yeye alikuwa anaenda kufuatilia ni kwa nini yeye acha mpigia simu vile waliongea wakuje nyumbani kwa masisi, lakini akapata bwana yake ako pale anaketi, yeye anakula tu, lakini akuulizia akamwambia huyu ametoka, ni kama alitoka saa 9 ya usiku akafanya nini, akaenda nyumbani. Kuenda nyumbani sasa akuulizia kwani alienda nyumbani bila mimi kuniambia. Sasa hapo ndio shida ilianzia, wakasema hapana, kupiga simu yake inalia, hakuna mtu anachukua. Sasa hapo wakaanza kuulizana, hapana, hapa hatuchaona kama kuna kitu kinaenda mzuri. Ndio mtoto wake mmoja akakuja, wakaenda kuangalia, akawafukuza huyu the suspect, hiyo msemeji. Sasa akaanza kuwakimbiza, naye vile anawakimbiza wale wakipiga nduru, na yeye akapata nafasi
akachomoka akaenda. Sasa ndio walirudi kuangalia mahali alikuwa na ana hip ile cushions za viti, wakaenda kupekua, ndio wakapata sehemu za mwili kama zinaanguka kutoka kwa gunia mkono. Wakaanza kuuliza ni nini, kuenda kuangalia tena wakapata ni kichwa imekatwa, zimewekwa kwa gunia. Sasa hapo ndio shida ilianzia, tukauliza ni nini hasa kilifanya huyu jamaa kuua huyu dada kinyama. Hata saa hii hatujapata jawabu, kwa sababu huyo mwili ni pieces, ilikuwa ni vipande. Hiyo vipande sinatakikana sifanye nini, hizo vipande sitolewe, siende kufanya nini, siende kushikwa, sababu asiwezi hifadhika. Sasa ndio sasa tunatafuta fedha, hiyo fedha hatujapata sababu tuko na masisi ingine ya ndugu hapa. Alafu sasa na yeye atatoka Nairobi. Sasa tunaomba wahisani, kama tuseme kama gavana wetu Nyaribo, seneta wetu Mugeni, alafu na MP wetu Isairo, kama wanaweza tusaidia tuweze na tuseme Mose Shadrack naye kama wataweza tusaidia tulete ile mwili kutoka pale, sababu inakuwa mlima kwetu kuenda kufanya nini, kuleta ile mwili. Tulipewa siku 3 ya kufanya nini, ya kutoa hiyo mwili hapo. Mpaka saa hii hatujapata kitu hata kidogo. Dada yetu mbeleni alikuwa anasema wanapitana mara kwa mara, alafu wanakuja wanafanya nini, wanaongeleshwa na wasee wa mtaa pande ile nyingine. Lakini tuseme shemeji alikuwa mtu mkali, sangina asikii, ni mtu uwezi muongeleza kitu, anaona kama yeye mnamuonea. Hata walifika hata kwa chief, hiyo nini serikali ndiyo ilikuja ikawaambia, wakatengana, kila mtu akaishi pande yake, sababu walikuwa wanagombana kila siku ni kugombana. Wakaambiwa sasa wacha kila mtu aishi kipande yake. Lakini saa hii hata mshukiwa alimuua akachomoka akatoroka. Hatujajua kama walituambia tukifika pale, wakati tulifika pale wakatuambia alichomokea msitu wa Mau. Hata jioni tukitoka pande ile nyingine walisema ameonekana, lakini hajajitokeza. Hata saa hii hatujajua kama hakika ameshikwa ama hajashikwa. Kwanza huyu mtoto yangu ni mtoto mpole na mzuri, hana maneno. Amepata ajali, amewawa. Sasa mimi naomba kama nyinyi serikali munisaidie, tafadhali munisaidie. Sina nguvu, sina hata kitu. Munisaidie, tena mimi niko na mtoto mwingine ni yangu tena. Yeye ndio tulikuwa tunashughulikia, tulete yeye hapa kutoka Nairobi mahali alifariki pale. Sasa yeye hako kwa mochari hapo tena. Kidogo hivi siku chache hivi tumepata hiyo mtoto dada yake tena amewawa. Sasa mimi naomba hivi kwa serikali kama nyinyi tusaidie tafadhali, ile mwili sababu umeoza uje na ule wa Nairobi mtusaidie. Hawa ni watata na ndugu wote wafika hapa nyumbani wasikwe. Huyu mtoto yangu alikuwa ananisaidia sana. Hata nguo yeye ndiye ananiletea, hata kiatu yeye ndiye anampa mimi, hata chakula viazi kutoka huko Moro yeye ananiletea. Hata nyakati hiyo anatengeneza kuna vitu hata blanket. Akaambia huyu mjamaa huyu mwenye kumuua, mimi nakwenda nyumbani kwa ndugu yangu yule ambaye ameaga. Mimi naomba serikali inisaidie kwa sababu yeye ndio alikuwa ananisaidia kila kitu, yeye ndio nilitegemea. Huyo dada amekufa tu, ni kasini yangu na wanakaa mwalo kwa muda mrefu na hiyo bwanake. Kulingana vile anasema kila wakati wanagombana na huyo mwanaume. Ikafikia mahali huyo dada yetu anafanya tu, ananua shamba na panda viazi. Akiusha tu ndio pesa natumania hapa nyumbani alisha wazazi, kwa sababu wazazi hawajiwezi tu hapa hivi. So kulingana kwangu nasema tu ni heri sasa mtu kama anataka kuua msichana mwenyewe, ni heri mtu mwambiane kwenu badala ya kufanya nini, ya kumuua tu. So kwangu mimi naona tu jamaa vile alifanya
tunataka mkondo wake chukue kwa hiyo jamaa shikwe tu. Tunasikia anaingia kwa maborini tu hapo ndani. Kama jana tusikia alitoka kwa hiyo borini akakuja tena kutishia wengine tu. So tunasema kama askari wa Muru wanafanya kitu gani? Waangalie huyo jamaa mahali kashikwe tu ili sasa tupate hii sisi familia tupate haki yetu tu hapa hivi. So kulingana kwangu nasema tu. Ukiona tu mnashikana na mtu amuelewani tu. Ambia mtu ndani kwenu tu. So mambo ya kusumbuana ambako unaua mtu kinyama cha kama ile ameua dada yetu. Tusaidie ndugu yangu bwana, mkiangalia boma vile tunakaa na tuko na hiyo matanga mengine hatuna pesa, hatuna lolote tu. So kuangalia kutoa mwili Nairobi na Kakatu inakuwa ni ngumu sana. So tunaomba sana yote anataka kuingisha mkono atusaidie. Akuje tu afanye nini? Atusaidie sisi kwetu tu hapa hivi.